Mbona t-shirt? Ndivyo alivyo. Zirundo zimamba. Wasemani eneo la hapa ndio sehemu tunapita sehemu ya mzimu wa mabavu, na ile eneo ndio ilianza kutumika katika karne ya 16 na wenyeji hapa walikuwa wanatumia sehemu hii kwa ajili ya kuja kufanya maombi na matambiko, wakiwa wanaamini kama mtu ana shida au mtu ana tatizo, basi akija hapa akiwa anaomba shida yake, tatizo lake itakuwa imetatuliwa. Na sasa tunatumika mpaka leo pale kunaenda kuja kufanya maombi sehemu hii. Bwana tunaambia hapa. Wakija huwa wanaingia ndani hapo. Hii imezungushwa kwa ajili ya kufanya sehemu ya privacy kidogo, maana mwanzo mpaka pako wazi. Kwa kutoka tuna mtu anaweza kuingia. Unaweza kuingia. Njoo nimpone. Wadigo, Wasambaa, Wazigua, Wadigo, Wabondei na Segeju. Hao ndio watu ambao wanatumia maeneo kwa ajili ya kuja kufanya maombi na matambiko. Japo kwa sasa kuna mwingiliano pia makabila mbalimbali huwa wanakuja pia kuja kufanya maombi. Mpaka leo bado kunatumika. Tunaona baadhi ya maeneo ambao wanatumia pia kwa shughuli hizo za maombi na matambiko. Tumeelewana eh? Na pango hilo ambalo linatumika kwa shughuli za maombi na matambiko linafahamika kwa pango la Fatuma. Fatuma wenyeji wapo wanaamini kwamba ni mzimu wa kike ambaye anapatikana kwenye ile eneo, ndio ambao wanamuita anaitwa Fatuma. Lakini kwenye mapango mawili ambayo tunatumia kwa shughuli za kiutalii, pango moja ndio ile hapo mbele yetu, ndio pango letu kubwa. Tunaliita pango la Osale Otango na Paulo Hamisi. Osale Otango na Paulo Hamisi. Kwenye mapango ambayo tunatumika kwa shughuli za kiutalii, pango moja ambao ndio ile hapo mbele yetu, ndio pango letu kubwa. Tunaliita pango la Osale Otango na Paulo Hamisi. Ni majina watu wawili. Osale Otango na Paulo Hamisi. Lakini pango la pili ni pango dogo na tunaliita pango la uzazi au pango la jinsia. Ni pango linapatikana eneo la mbele pale hivi kidogo. Ndio pango la pili ambalo linatumika kwa shughuli za kiutalii. Tunaliita pango la uzazi au pango la jinsia. Na pango hilo linaitwa hivyo kulingana na vivutio ambavyo vinapatikana hapo, lina mfanano maumbile ya uzazi wa kike na wa kiume. Maana pango la uzazi au pango la jinsia. Na pango hili kubwa tunaliita pango la Osale Otango na Paulo Hamisi kwa sababu hili ni pango hutumika kujificha kwa wanaharakati wawili kwa takriban miaka 4. Na Osale Otango yeye ni mwenyeji kutokea Kenya. Kabila lake ni Mjaluo. Na ni mmoja kati ya wanajeshi ambao walipigana vita vya Mau Mau nchini Kenya. Lakini baada ya kupigana kule, baada ya kushindwa, yeye akaamua kukimbilia huko Tanganyika na akakimbilia mkoa wa Tanga. Ni Paulo Hamisi, yeye ni mwenyeji wa Tanga kutokea Lushoto, yeye ni Msambaa. Na watu hao wote wawili kuonana kwao walikutana katika kiwanda cha Amboni Limited kwa kuhusika na mambo ya mkonge. Na walikuwa wanafanya kazi pale kama manamba. Lakini watu hao walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu na wanalipwa ujira mdogo. Waliamua kupigania haki zao na haki za wanyonge wengine. Manamba kama cheap laborers wale. Walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu na wanalipwa ujira mdogo. Amboni Limited. Ambayo inahusiana na mkonge. Ni kiwanda ambacho kilikuwa kinazalisha mkonge, plastiki na bidhaa nyingine. Wao walikutana hapo kama cheap labor. Walikuwa wanafanya kazi hapo kama manamba. Sababu kwa miaka hiyo manamba ni wale watu ambao walikuwa wanachukuliwa kwenye mikoa mbalimbali na kupelekwa kwenye mashamba ya mkonge kwa ajili ya kufanya kazi za kulima na kazi nyingine tofauti tofauti. So migrant labor. Laborers ambao walikuwa tukio labda kitu hapo na kama Tanga. Unakumbuka hiyo? Kwa mkoa wa Tanga sasa ilikuwa ni huko Amboni, Pangani kule ambako kuna mashamba ya mkonge, ndio walikuwa wanafanya hizo kazi. Ila kwa Osale Otango na Paulo Hamisi walikutana huko Amboni kama kilomita 3 au 4 kutoka hapa tulipo, ndio kiwanda ambacho walikuwa wanafanya kazi kipo eneo la chini huko hivi. Kwa hiyo watu walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu na wanalipwa ujira mdogo, kwa wale ambao wakaamua kupigania haki zao na haki za wanyonge wengine. Kwa hiyo ikaonekana ni watu ambao wanachochea watu wasifanye kazi,
wakawa wanatafutwa na serikali ya kikoloni ambayo iko nasimamia ile eneo, na wakaamua kutoka pale na kukimbilia sehemu hii hapa kuja kujificha mnamo 1952 mpaka 1956. Takriban miaka 4 wametumia kujificha kwenye haya mapango. Lakini pia walipokuwa wanajificha watu hawa walikuwa wanajihusisha na kupola mali, kupola fedha za koloni ili kuwafanya waweze kukata tamaa kuishi nchini mwetu. Lakini pia kihistoria, mapango yetu yapata kujitengeneza kwa tafiti za kisayansi, na semekana takriban miaka 150 milioni iliyopita sehemu hii hapa yote kuipo chini ya maji. Ikiwa na maana eneo hili kumefunikwa na maji ya bahari. Kwa kipindi maji yalivyokuwepo, basi yalikuwa yanachonga sehemu za miamba ambazo zilikuwa na laini na kuweza kutengeneza njia na matobo, lakini baada ya maji kusogea au baada ya bahari kutoka, ndio mapango walipata kujitengeneza sehemu hii hapa. Na aina ya mwamba ambao tuko nao mbele yetu ni aina sedimentary rocks, ambao ni mwamba tabaka kwa Kiswahili. Ndio hizo sediment ambazo ukiwa kwa hapa nje zinakuwa zinaonekana sediment tofauti. Unaona kama kuna mistari fulani imepita, ndio hizo layer tofauti ambazo zinatengeneza sedimentary. Tumeelewa na jamani? Lakini kwenye pango wetu kubwa hapa ni pango ambalo lina vituo 17. Kundi la 3 ni sehemu ya kimasimulizi ya kimapokeo. Ndani ya pango wetu kuna njia ambazo wenyeji wanasimulia walikuwa wanatumia miaka ya nyuma, kwa ukipita unatokea maeneo mbalimbali. Na njia ndani ambao wenyeji wanasimulia ukipita unatokea Kange stand pale, stand ya mkoa wa Tanga. Kuna njia hapo ukipita utokea Kange stand pale. Na Kange pale kuna mapango ambayo yanapatikana. Kwa kuna njia ambazo hapo wenyeji wanasimulia ukipita unatokea pale. Na ina umbali wa kilomita 9 kwa makadirio, na unatumia wiki 1 mpaka 2 kuweza kufika pia pale hivi. Lakini pia ipo sehemu nyingine tunapaita Shimoni, na sehemu hiyo kushepoteaga wageni wale wa kizungu na mbwa mmoja walipotea. Na alikuwa ni mwaka 1941. Na sababu 1941. Na sababu potea kwa wageni wao walikuja katika mapango na wakihitaji kuingia humu ndani, lakini walishauriwa kuweza kuingia na mtu ambaye ni mwenyeji, lakini walikataa kuongozwa na mtu, wakiwa wanaamini mbwa wao anaweza kuongoza njia kuingia na kutoka pia. Lakini pia kwa miaka hiyo, kwa kipindi hicho, wenyeji wa hapa walikuwa wanaamini sehemu hii ni sehemu takatifu kwa ajili ya kufanya ibada na matambiko yao. Walikuwa 941 wazungu hili pamoja na mbwa mmoja. Ni baadhi ya majina mnaofahamu? Hatujafanikiwa kupata majina yao. Kwa wenyeji hapo walikuwa wanaamini ni eneo takatifu kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa hiyo hawaruhusu baadhi ya wanyama ambao tunasema ni najis kwa baadhi ya imani. Kwa mfano kama imani ya Kiislamu, mnyama kama mbwa ni najis. Kwa hata maeneo ya msikitini hawaruhusiwi kukatiza, si ndio hivyo? Kwa hata wenyeji wa hapo walikuwa wanaamini sehemu salama na takatifu kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo hawaruhusu vitu kama hivyo kuweza kuingia maeneo ya ndani. Kwa wazungu waliforce kuingia na mbwa na wakazunguka nao humo ndani, wakaenda wakapita, kuna njia iko ina shimo, basi waliweza kuteleza na kuweza kuanguka kwenye ile shimo na kupotelea huko. Lakini baada ya mwezi 1.5 toka kupotea kwao, mbwa alipata kuonekana pembezoni mwa mlima Kilimanjaro Moshi. Ila wazungu hawajaweza kuonekana mpaka leo. Kwa pia hapa inasemekana ipo njia chini kutokea hapa kuelekea Kilimanjaro. Eneo la hapa hivi ni sehemu ya kijiografia, kutana mwamba unaongezeka ukubwa kutokea sehemu ya juu na kushuka chini, usiguse. Mwamba unakuwa bado ukiwa na maji, na yale maji yanachanganyana hewa carbon dioxide na yatengeneza carbonic acid. Ini pia kwenye mwamba wenyewe kuna mrundikano wa madini ya calcium carbonate, bonde wanawaka tumeona. Kwa calcium carbonate kichanganyana na carbonic acid unapata zom calcium bicarbonate, inapelekea kumiguu mwamba, na kuna baadhi ya particles zinakuja kwenda sehemu ya chini hapa na kupelekea mwamba unazidi kuongezeka taratibu kushuka chini. Lakini pia kuna baadhi ya particles nyingine ambazo zinaanguka chini na kuweza kuganda na kutengeneza mwamba mwingine ambao unakuwa kutokea sehemu ya chini upanda juu, ambao tunaenda stalagmite, yako hapa haupo, tunakuta mbele shakuwa ni kuungano yote miwili na ikatengeneza natural pillar au nguzo ya asili. Lakini pia tukiwa hapo na ukiangalia eneo la hapa kuanzia hapa mpaka hapa chini na ukiangalia mpaka mwisho hapo, tunapata kwenda sila kama ya meli au boti ambayo imetia nanga sehemu hii hapa. Mmepaona jamani? Eneo la hapa hivi kama meli ambayo imetia nanga hapa hivi. Mmeiona
Basi sogee kwa huku. Hiyo ni daraja limetengenezwa hapo. Basi eneo hapa ndio sehemu iliyotumika kujificha kwa wale wanaharakati wawili, Theophano Sale Otango na Paul Hamisi. Walitumia sehemu hii hapa kujificha. Na kwa ndani pale kuna taswira kama nyumba ya msonge imejitengeneza ndani pale. Unajua nyumba ya msonge jinsi ilivyo? Nyumba ya msonge ndio nyumba za asili ambazo zinajengwa kwa nyasi kwa misili ya mduara kama zile za Wamasai. Unaweza ukaingia kwenda kuona. Chukua tochi, unaweza ukaingia kwenda kuona jinsi pale hivyo na unatoka. Siogope, hamna shida. Basi karibuni hapa ndo uwanja ndege, na hii hapa ndo ndege mwisho inasubiri tuweze kupanda. Kwa hapo ndo mlango wa ndege yetu ushafunguliwa tayari kwa ajili ya safari. Haya ndo madirisha ya ndege yetu. Hizi hapa juu ni ngazi. Na ile ngazi kubwa hapa tayari ishashushwa. Karibu tuweze kupanda, uweze kuweka siti yako. Kwenye siti utakuta biskuti na maji, utachukua jisevia mdogo mdogo. Karibu unaweza kupanda hapo. Twendeni jamani. Au kutei twende. Pole pole.